Yes, studio leo tuko na Ayubu Mgando kama kile ambavyo tulikuahidi kwamba tutakwenda kuletea update nyingi kuhusu kombe la dunia. Leo tuko na Ayubu Mgando, zimebakia siku 5 tu kuelekea kombe la dunia, lakini katika hizo siku 5 tunawacheki mabingwa wa kihistoria Brazil ambao wamelikosa taji hili takriban miaka 26 mpaka sasa. Kwa kiangalia nature ya grupu lao jinsi lilivyo, unahisi katika namba hii ya bahati namba 5 unaweza ukahisi Brazil unaweza kuwa na nafasi nyingine kwenda taji lao kulingana na aina ya msimamo jinsi grupu lao lilivyo? Karibu. Yes, Brazil kwa muda mrefu sana hawajashinda kombe la dunia. Kwa mara ya mwisho wanashinda kombe la dunia ilikuwa ni finali ambazo zilifanyika kwa mjumuiko, Korea ya Kusini na Japan. Na tunakumbuka walishinda mchezo wa finali kwa goli 2-0 dhidi ya Ujerumani, ambazo goli zote zilifungwa na Ronaldo Nazario de Lima. Baada ya hapo walikuja kucheza tena nusu finali 2014, finali ambazo zilifanyika nchini kwao Brazil, wakapoteza 7-1 dhidi ya Ujerumani ambao walikuwa mabingwa wa mashindano yale. Na Brazil wamekuwa wakistruggle kwa muda mrefu kupita kwenye hata ile kufika tu hatua ya nusu finali. Hebu imagine kuanzia 2014 mpaka sasa Brazil haijawahi kufika nusu finali ya World Cup. Na kundi lao lilivyo liko kundi C ambao kuna Brazil, kuna Morocco, kuna Haiti pamoja na Scotland. Kuna namna unaweza kaichukulia hili kundi kama kundi jepesi kwa Brazil. Of course kwa namna kundi lilivyo, Brazil inaweza ikawa ndo timu ya kwanza kuweza kufuzu, favorites kutoka kwenye hilo kundi. Lakini pia Morocco mara baada ya kufanya vizuri kwenye finali ambazo zilifanyika nchini Qatar 2022, wana kitu ambacho kinaweza ikawa kama ndo chachu yao kutaka kupigana finali, nusu finali. Yani walifika nusu finali, finali ambazo zilifanyika kule nchini Qatar 2022. Kwa hiyo hii inaweza ikawa chachu ya kuweza kuwa drive wao kutaka kufanya vizuri pia kwenye mashindano ya mwaka huu ambayo yanafanyika kwa mjumuisho nchi ya Marekani, Mexico pamoja na Canada. Haiti wanashiriki finali zao za kombe la dunia mara ya mwisho kufanya hivyo mwaka 1974, muda mrefu sana. Lakini Scotland nao wanashiriki mashindano ya kombe la dunia mwaka huu kwa mara ya mwisho kushiriki finali za kombe la dunia mwaka 1998 ambazo zilifanyika nchini Ufaransa. So kwa namna kundi lilivyo, Brazil inaweza tukaipa nafasi kubwa ya kuweza kuvuka. Aina wachezaji ambao wanao mmoja Vinicius, Rafinha, tumeona wanachofanya kwenye vilabu vyao Madrid pamoja na Barcelona. Igor Thiago tunaona alichokifanya na Brentford, Matthias Cunha alichokifanya na Manchester United, Casemiro kwenye midfield, Bruno Guimaraes, kuna Marquinhos mshindi wa UEFA Champions League. So kuna kina Alisson Becker, Ederson, uwezo wao ni mkubwa sana. Na uwepo wa kocha Carlo Ancelotti, uzoefu wake, ameshinda Champions League 5, ni kocha ambaye anafahamu namna gani ya kuweza kushinda hizi tournaments kubwa ambazo zinahitaji pressure, zinahitaji utulivu, zinahitaji umakini pamoja na mipango thabiti kuweza kuwa bingwa wa mashindano husika. Hapo kwa Carlo Ancelotti, hii ni kwa mara ya kwanza katika career yake ndo anaanza kufundisha timu kimataifa, si ndio? Unahisi anaweza akaenda kubato kwa sababu ndo tunaenda kumshuhudia kwa mara ya kwanza? Makocha ukiangalia historia ya kombe la dunia, makocha wote ambao wamewahi kutoa kombe la dunia ni makocha ambao wazao wa timu zao za dunia wanazozifundisha kwenye timu kuelekea kwenye mashindano ya kombe la dunia. Carlo Ancelotti, uzoefu wake ubora wake anaenda kuiongoza Brazil. Sio kocha wa kwanza ambaye ametoka kwenye club kwenda timu ya taifa na akafanya vizuri. Mfano mzuri ni Didier Deschamps. Huyu alipita Olympic Marseille, akapita Monaco ambayo ilifika finali za klabu bingwa barani Ulaya 2004, wakapoteza mbele ya Jose Mourinho na FC Porto yake. Tunaona alichokifanya timu ya taifa ya Ufaransa, bingwa wa kombe la dunia 2018, finali zilizofanyika nchini Urusi. Amechukua kombe lile la ligi ya mabingwa, ligi ya mataifa ya Ulaya, kwa wenyewe wanaita European National League. Lakini pia amecheza finali ya kombe la dunia ambalo limefanyika nchini Qatar 2022. So you can see ni namna gani ambavyo aliweza kutoka kwenye club akaingia kwenye timu ya taifa.
ni swala la kizazi ambacho unakutana nacho. Didier Deschamps amekuwa na hiyo bahati, ameingia Ufaransa akakuta kizazi ambacho kina uwezo mkubwa wa mchezaji mmoja mmoja, akatengeneza timu akawa dominant. Kwa hata Brazil wana wachezaji mmoja mmoja. Carlo Ancelotti akiweza kumold hawa wachezaji ambao wanao na akatengeneza timu, anaweza akafanikiwa na timu ya taifa ya Brazil. Okay. Bana, hayo ni maoni ya Ayubu Mgando. Bado anaipa nafasi Brazil, bado ana chance ya kwenda kuongeza taji lake la 6 na kuendelea kutanua wigo mkubwa kwa timu nyingine, ukizingatia Ujerumani ana mataji 4. Yes. Wewe maoni yako ni yapi? Unahisi Brazil kwa kikosi alichonacho na kwa grupu lilivyokaa, Morocco yuko pale wa moto kabisa, anaweza kubato? Drop comment yako hapa, tunakurudia baadaye tena kwenye episode ya pili.